Mm, dunia ina siri nyingi sana, siri ambazo si rahisi kuzielewa. Tunakutana na watu wengi, lakini ni mara chache tunapata nafasi ya kuelewa ni kipi kinaendelea ndani yao. Wapo tulioona wema jana, lakini leo hadithi imebadilika, si wema tena. Wapo tulioamini ni wabaya jana, lakini leo mambo yamekuwa tofauti. Siku moja niliwahi kuambiwa kuwa binadamu ni kama kitabu, usiposoma yaliyoko ndani huwezi kuelewa. Kauli hiyo ilinifanya nitafakari sana kuhusu maisha. Ndipo nikaelewa kuwa maisha yana simulizi nyingi sana, ila sijui kama zote umewahi kuzisikia. Leo ni swali moja kwako: dunia imekufanya uwe mtu wa aina gani? Ila kabla hujanijibu swali hili, na kualika tuwe pamoja kwenye mkasa huu, mkasa wenye mengi ya kusisimua, mkasa wenye mengi ya kusisimua, mkasa unaogusa kila nafsi, mkasa ulioandaliwa na Steven Zakaria. Yalikuwa majira ya saa 4 usiku, tulivu ukiwa umetanda kila kona, baada ya panda shuka za kila siku kupungua. Watu wengi wako majumbani tayari kwa ajili ya kupumzika. Ndani ya jumba moja la kifahari imeonekana familia ikizungumza. Wanangu, huyu Bwana Masawe ametupa nafasi ya kuishi hapa, na si hivyo tu, kazi tunazozifanya mwisho wa mwezi anatulipa. Kwa hiyo pesa tunayoipata tunaitunza ili siku moja tutoke hapa na kwenda kuendelea na maisha yetu. Kwa hiyo vijana wangu, msijihisi unyonge wa aina yoyote, kila kitu kitakuwa sawa. Kumbukeni, ajali niliyoipata ndiyo inasababisha mpaka leo tuko hapa, maana nimepoteza kabisa uwezo wa kufanya kazi nilizokuwa nazifanya awali. Huu ni mwezi wa 2 sasa, tunaelekea mwezi wa 3. Hakika huyu mtu ana moyo wa pekee sana, sijawahi kuona. Hayo yalikuwa maneno ya Bwana John akiongea na watoto wake wawili, ambapo mpaka muda huo mmoja aliyefahamika kwa jina la Charles alikuwa na miaka 10, huku mwingine aliyefahamika kwa jina la Felix alikuwa na miaka 8. Mpaka wakati huo walikuwa wakiishi kwenye nyumba ya Bwana Masawe, ambaye wakati huo maisha yake yalikuwa mazuri. Hivyo waliwapatia vyumba viwili baada ya familia hiyo kushindwa kulipa kodi kwenye nyumba walikuwa wakiishi, hasa baada ya Bwana John kupata ajali kwenye shughuli zake za ujenzi, jambo ambalo lilimsababishia majeraha makubwa kwenye miguu yake. Hivyo kwa wakati huo hata kutembea alikuwa anatumia magongo. Baada ya kauli hiyo, Charles hakuwa mbali, hivyo haraka alijibu, jamani, bwana tutoke hapa bana, tupate pesa tuondoke hapa, maana mimi hata simpendi huyo mtu. Ana jumba kubwa kama hili, ana kila kitu, lakini hana mtoto, hana mke. Hamuoni hapa kama kuna tatizo? Ilikuwa maneno ya Charles. Wewe naye nyamaza, hayo ni mambo ya watu wazima, unayafuatilia kwa nini sasa? Felix naye alidakia, jamani, mmeanza sasa, najua kabisa mambo yenu, hebu mkalale, sitaki kusikia kelele tena, maana nawajua mkishaanza hapa ubishi wenu huwa hammalizi, kama watu wa Kigoma vile. Mnanichosha mimi. Jana
ambaye ni mama mzazi wa Charles na Felix aliongea. Baada ya maneno hayo hakukuwa na mazungumzo mengine, hivyo Charles na Felix walisimama na kuelekea chumbani walikokuwa wakilala. Kila mmoja alivuta shuka na kuanza kutafuta usingizi. Upande wa pili kilisikika kicheko cha Bwana Masawe. Wakati huo simu yake ilikuwa sikioni, ndipo akaanza kwa kusema, sijawahi kuwa na mzaha kwenye neno pesa ndugu yangu. Hii pesa ya kwenda kuwekeza muda huu na itazama kama mboni ya jicho langu. Siwezi kuruhusu mtu acheze na mimi, maana najua thamani ya mradi nao ulioko mbele yangu kama nikiukamilisha. Huyu alikuwa Bwana Masawe. Uko sahihi ndugu yangu bwana, pasi kuwa na mzaha kwenye pesa. Ni kwenye neno pesa, mzaha weka kando. Mimi nakuhakikishia ndugu yangu, kwenye mradi huu na kuunga mkono wewe 100%, na nitahakikisha unapata kile unachohitaji. Ilisikika sauti kwenye simu. Nakuelewa, maana najua kabisa ni ndoto ya kila mwanaume imara kuwa na uchumi imara, na kuhakikishia pia na kwenda kuwa mtu na kwenda kuwa mmoja wa watu wakubwa sana hapa nchini. Bwana Masawe bwana alianza kujigamba. Mimi niko upande wako bwana, tena ndoto yetu ni moja, kumiliki pesa na miradi mikubwa. Ila sasa ndugu yangu, vipi kuhusu familia yako? Mbona sioni tena jitihada zako kwenye jambo hili? Sasa huko unakoelekea huko unataka kuvuka mipaka yako. Hayo ni mambo yangu binafsi, kwa hiyo sitaki mtu yoyote atie neno. Bwana Masawe aliongea hayo kisha akakata simu. Baada ya mazungumzo hayo, Bwana Masawe alishuka kitandani na kwenda kufungua kabati yake, ambapo aliupeleka mkono wake ilipokuwa bahasha ambayo ilionekana imetuna kweli. Alifungua taratibu na kukuta kiasi kingi cha pesa. Hapo alitikisa kichwa akiashiria kufurahia kile anachokiona na kuamini kuwa mradi uliokuwa mbele yake basi anakwenda kukamilisha. Baada ya kuhakikisha pesa zote zipo, Bwana Masawe alirudi kitandani ambako alijilaza na kuanza kutafakari baadhi ya mambo, akiendelea kusubiri usingizi. Asubuhi iliwadia. Diana alikuwa mtu wa kwanza kuamka. Alielekea jikoni ambako aliandaa kifungua kinywa. Baada ya muda mfupi kila kitu kilikuwa tayari, hivyo aliandaa kila kitu mezani, na hiyo ilikuwa kwa ajili ya Bwana Masawe ambaye alikuwa na ratiba ya kwenda kazini mapema. Hivyo Diana alihakikisha kabla Bwana Masawe hajatoka basi anapata chochote. Kukamilika kwa jambo hilo kulimpa nafasi Diana kuendelea na usafi wa nyumba kama ilivyokuwa kawaida yake. Kila asubuhi dakika chache mbele, Charles na Felix waliamka pia. Hivyo bila kupoteza muda walienda kumwagia maua. Nao walikuwa na ratiba hiyo kila siku. Licha ya umri wao huo, hakuna aliyekuwa mnyonge kwenye swala la kazi za nyumbani. Alijishughulisha. Ndugu hao wawili walionekana kupendana na kila mmoja alionyesha kumjali mwenzake na kuhakikisha hakuna aliyehitaji kuona mwenzake anakipatwa na baya lolote. Bwana Masawe upande wa pili akiwa anajiandaa ili aweze kutoka kuelekea kwenye shughuli zake za kila siku, simu yake ilianza kuita. Hivyo alipokea simu ambayo hakujua imetoka wapi. Baada ya mazungumzo ya muda mfupi, Bwana Masawe bila kubeba
kitu chochote, alitoka haraka. Mbizi wake ulimfanya hata wakati wa kutoka asahau kufunga mlango wa chumba chake. Za asubuhi chai iko tayari mezani, ndiye aliongea baada ya kumwona Bwana Masawe akitoka mbio mbio bila hata kupata kifungua kinywa, tofauti na ilivyokuwa kawaida yake. Leo niko busy sana, sina muda wa kukaa mezani, Bwana Masawe aliongea kisha kaondoka zake. Baada ya Bwana Masawe kuondoka, shughuli ziliendelea kama ilivyokuwa kawaida. Diana na wanawe walipomaliza shughuli za asubuhi walitulia chumbani ambako maongezi hapa na pale yaliendelea, kwa kila mmoja akionekana kuwa na furaha. Charles, wewe kama mtoto wa kwanza unapaswa sana kuhakikisha unamlinda mdogo wako. Fika wakati hakikisha unampenda na kumjali. Haijalishi sisi tutakuwa wapi, ila mnapaswa kupambana kuhakikisha kila jambo linakuwa sawa kwa upande wenu. Kwenye hii dunia mwanangu, hakuna atakayejali kuhusu ninyi bila ninyi wenyewe kusimama na kuamua kupambana kutokana na uwezo wenu. Ilikuwa maneno ya John kwenda kwa watoto wake. Baba yenu yuko sahihi, mnapaswa kuhakikisha kwanza mnapendana ninyi kwa ninyi, maana hakuna mtu wa nje anaweza kuwapenda kama ninyi hamtafanya hivyo. Dunia haina huruma wala haipo upande wa watu dhaifu. Diana aliweka msisitizo kwenye kile alichoongea John. Nyie mkinipenda nyie inatosha bwana, au wengine wakinichukia hiyo ni juu yao, wala hata mimi sijali. Felix naye alijibu, hata mimi tena umeniwahi bwana, nitaka niseme hivyo hivyo. Mkinichukia nyie wazazi wangu ndio nitakiwa niumie, ila hao wengine wakinichukia hata sijali. Chazi aliongea huku akimtazama Felix, ambapo kwa wakati huo wote waliambua kicheko, wakionekana kutojali kile walichokuwa wanazungumza wazazi wao. Hivi mnajua kama swala tunaloongea ni jambo la msingi sana na mnapaswa kuliweka vichwani mwenu? Diana alifoka. Mama bwana, tumekuelewa. Felix, hebu tuende zetu huko nje tukacheze, maana hao wakianza kuongea mambo yao usiku utaingia tuko hapa. Si unajua Chazi aliongea hivyo. Kwa pamoja waliamka na kuondoka zao. Watoto wetu hapana jamaa, sijui wana vichwa gani. Diana alilalamika. Hata usiumize kichwa mke wangu, sio kwamba hawajakuelewa au ulichoambia, wameelewa vizuri tu, kwa hiyo kuwa na amani. Sielewi kabisa, yani kama huyu Felix bora hata huyo Chazi, kuna muda ukimwambia jambo anafuata, ila huyu mwingine hapana. Diana aliendelea kulalamika, ila John alimhakikishia kuwa kila kitu kiko sawa. Majira ya 2 za usiku ilisikika honi ya gari nje ya geti la nyumba ya Bwana Masawe. Hivyo Chazi alitoka na kwenda kufungua geti. Bwana Masawe aliingia. Siku hiyo alionekana kuwa mchovu sana, pamoja na kama mtu mwenye msongo wa mawazo. Hakuna aliyefahamu kipi kilichotokea huko alikotoka. Wakati huo John na familia yake walikuwa sebuleni, mazungumzo na utani hapa na pale ukiendelea kama ilivyokuwa kawaida yao, kwani mara kwa mara walikuwa watu wenye furaha. Maongezi mafupi kati ya Bwana Masawe, John na Diana alichukua nafasi. Baada ya mazungumzo hayo, Bwana Masawe alielekea chumbani kwake.
Bwana Masawe alipokaribia kilipokuwa chumba chake, aliingiza mkono wake mfukoni ili kutoa funguo yake ili aweze kufungua mlango. Hapo alipiga hatua kadhaa mpaka kilipokuwa kitasa, ila kabla hajaweka ufunguo aligundua kuwa mlango wa chumba chake uko wazi. Hapo ndipo alipigwa na mshangao. Ndipo alijaribu kukumbuka alichokifanya asubuhi kabla ya kutoka. Kumbukumbu zake zilikuwa sahihi kabisa alipotambua kuwa hakuweza kufunga mlango asubuhi alipotoka kutokana na ubizi wake. Hivyo aliingia ndani ya chumba chake, napo aliendelea kushangaa baada ya kukuta vitu viko tofauti na alivyoviacha. Kitanda kilikuwa kimevurugika, hata chini pia kulikuwa kumevurugika, makaratasi yakiwa yamesambaa. Bila kupoteza muda, Bwana Masawe alisogea alipokuwa kabati, kwani ndipo kulikuwa na vitu vyake vya msingi ambavyo alikuwa anavitazama kwa jicho la tatu. Mkono wake uliingia moja kwa moja ilipokuwa bahasha iliyokuwa na pesa. Alifungua haraka ili kuona kama pesa alizoacha zipo. Macho yalimtoka sana Bwana Masawe baada ya kukuta bahasha ikiwa imejaa karatasi tupu pasipo na shilingi yoyote. Alinamisha kichwa chini na kuonekana kusikitika. Hawa watu wameamua kucheza na akili yangu, si ndio? Sasa acha nionyeshe upande wa pili wa moyo wangu. Siwezi kukubali kupoteza kiasi chote kile cha pesa kwa mbuzi wadogo kama hao ambao nawalisha kila siku. Bwana Masawe aliongea huku akionekana kuwa na hasira ya hali ya juu sana. Hapo aliweka koti lake pembeni, kisha akarudi sebuleni haraka alipokuwa familia John ambapo aliamini kabisa hao ndio wahusika wa moja kwa moja. Sasa nahitaji baadaye kumjua ni nani aliyeingia chumbani kwangu leo, Bwana Masawe aliuliza kwa kando ya John. Kauli hiyo ilimshtua kila mtu, kwani hakuna aliyewahi kuingia chumbani kwa Bwana Masawe. Hivyo kila mtu alimtazama mwenzake. Sidhani kama kuna mtu hapa anaweza kuingia chumbani kwako. Hatuna utaratibu huo kwa kweli. Vipi, kuna jambo gani limetokea huko? Joni, nachohitaji ni kumjua huyo mtu haraka, maana sio kuingia tu chumbani kwangu. Pia amechukua kiasi kingi cha pesa ambacho nilikuwa nimekiandaa kwa ajili ya masuala yangu, na hayo masuala yangu hayo inamaanisha mradi mpya unaweza kukulisha wewe na familia yako maisha yenu yote mpaka mnaingia kaburini. Bwana Masawe aliongea kauli ambayo iliwachoma John na Diana. Upande wa pili shangwe liliendelea. Kikundi cha watu 5 waliendelea kufurahia jambo lao baada ya jambo lao kufanikiwa. Kikundi hicho kiliongozwa na Bwana Mboya ambaye alikuwa mtu wa karibu sana kwa Bwana Masawe. Hivyo walishirikiana kwenye mambo mbalimbali kuhakikisha shughuli zao zinakwenda mbele. Bwana Mboya ndiye aliyesuka mpango wa kuiba pesa alizokuwa ameandaa Bwana Masawe kwa ajili ya mradi wake mpya. Vijana wangu,
umefanya kazi nzuri sana. Sikuwa tayari kuona pesa kama hii inakwenda mfukoni mwa mtu mwingine, wakati mimi nipo karibu. Nimefanya naye kazi kwa muda mrefu na alikuwa akinilipa pesa ndogo sana. Sasa nadhani haya ndo malipo yake, na kuanzia sasa naona mambo yanakwenda kuwa mapya kabisa kwa upande wangu. Hayo ni maneno ya Bwana Mboya bwana. Uso wake ulionekana kuwa na furaha kweli baada ya dili lao kufanikiwa. Boss, napenda sana kufanya kazi za namna hii. Kwa hiyo ukiwa na jambo lolote usisite kunijuza. Mimi na wenzangu tutakufanyia kazi nzuri sana. Mmoja ya vijana wa mzee Mboya aliongea, na wote wakajikuta wanacheka kwa pamoja na kuongeza vinywaji. Tunarudi nyumbani kwa Bwana Masawe. Hapana bwana, hakuna kuongea chumbani kwako ndugu yangu. Sijajua kipi kimetokea, huenda labda umesahau ulipoweka. Ni bora ukaenda kutazama vizuri tena, maana si unajua muda huu mwili umechoka na mambo ni mengi pia. Kwa hiyo huenda umesahau. Yalikuwa maneno ya Diana huku akimtazama Bwana Masawe. Hivi mnaelewa mnachoeleza kweli? Naongea jambo la msingi, ila ninyi naona kama mnajibu sipo tu, yani rahisi yani. Mnahisi hichi ninachozungumza hapa ni takataka. Nimesema hivi, labda nirudie tena mtanielewa. Nahitaji kujua nani ameingia chumbani kwangu na kuchukua pesa zangu. Full stop. Bwana Masawe aliongea kwa hasira akiwa amesimama. Hivyo Johnny, Felix, Charles na Diana walibaki wakitazamana na hakuna alielewa kipi kinaendelea. Charles na Felix, vipi mliingia chumbani kwa kabla Johnny hajamaliza? Charles na Felix walilakia juu. Hapana, mimi sijaingia pia. Sasa labda tu niwajuze, hizo pesa mtazitoa kokote kule mlipoziweka, mtazitoa. Nimewapa nafasi ya kuishi hapa ili mfanye kazi, mtengeneze maisha yenu. Ninyi mnataka mpoteze kile nilicho nacho? Siwezi kuruhusu ujinga wa namna hiyo utokee. Bwana Masawe aliongea, kisha akasogea alipokuwa Felix. Wewe unaonekana ni mwizi wewe, hata sura yako unaonekana ya wizi. Haya, niambie, nani aliingia chumbani kwangu kuchukua pesa? Sijui. Sisi hatujawahi kuingia chumbani kwako. Felix aliongea hofu kama imetanda moyoni mwake. Maneno hayo yalisindikizwa na kofi zito kutoka kwa Bwana Masawe lilomfanya Felix apepesuke na kuanguka pembeni. Kitendo hicho kilimfanya Diana asimame haraka, jambo ambalo lilimfanya ambulie pia kofi zito kutoka kwa Bwana Masawe. Hapo ndipo John alivuta magongo yake na kusimama ili aweze kuzungumza kama mwanaume. Ndugu yangu, unapoelekea sasa ni kunikosea heshima. Huwezi ukaipiga familia yangu na mimi nikiwa hapa. Hakuna aliyechukua pesa zako na kuhakikishia, na wala hakuna aliyeingia chumbani kwako. Kwa hiyo naomba sana uache jambo hili. Sisi ni wanaume, tunapaswa kuheshimiana. John aliongea akiwa amesimama kwa kutumia magongo yake. Una nini wewe? Hivi tukitu wanaume na wewe unaweza kutoka kweli? Wewe ni kilema, mlemavu, huna msaada wote. Hapa tu unahudumia na mkeo. Vipi kuhusu shughuli za kiume? Utaweza kuzifanya bwana? Bwana Masawe alimkejeli Bwana John. Jamani, inatosha.
tukae chini kama watu wazima, tujue jambo hili likoje na tunalimalizaje. Diana aliamua kuingilia kati. Nisikufiche tu, wala sihitaji kusikiliza simulizi yoyote zaidi ya kusema kuwa pesa ziko wapi. Ndio jambo nalohitaji. Kwa hiyo kurudisha pesa zilizoibwa chumbani ndio suluhisho, wala si hadithi zozote. Wala hakuna aliyechukua pesa zako ndugu yangu. Mbona unakuwa mgumu kuelewa jamani? Kabla John hajamaliza kuzungumza alichotaka kuzungumza, alipokea teke zito kwenye miguu yake ambayo ilikuwa haijapona. Hivyo alianguka chini na kuanza kuugulia maumivu. Bwana Masawe hakuishia hapo. Alitoa bastola yake iliyokuwa kiunoni mwake. Hakuna aliyetarajia jambo hili, hivyo hofu ilitanda moyoni mwa kila mtu. Kila mmoja alijawa na hofu moyoni mwake na kuona mlango wa kaburi. Hapo Bwana Masawe alipiga hatua mpaka alipokuwa amesimama Charles. Vipi bwana mdogo, unahitaji kufa au unahitaji kuishi? Masawe alimuuliza Charles akiwa amemshika vizuri. Nahitaji kuishi, Charles alijibu kwa akitetemeka kutokana na uoga. Okay, haya niambie, nani alichukua pesa zangu? Bwana Masawe aliuliza akiwa amembana vikali Charles ambaye aligulia kwa maumivu makali. Diana kama mama alishindwa kuvumilia swala hilo. Kuona mwanaye akiugulia maumivu makali yaliyosababishwa na Bwana Masawe ambaye hakujali muda aliokuwa nao Charles. Hivyo Diana alisimama ili aweze kumzuia Bwana Masawe kufanya kile kitu alichokuwa anafanya. Diana aliambulia teke zito lilomfanya apepesuke na kujigonga ukutani. Ndipo damu ilianza kuvuja kwenye paji lake la uso. John alielewa hatari iliyokuwepo mbele yake, hivyo alitamani kuiokoa familia yake. Alisimama haraka licha ya kuwa na maumivu makali na kumvaa Bwana Masawe, ambapo walianguka chini pamoja. Hakuweza kumwachia, aliendelea kumbana. Jamani, naomba muondoke haraka hapa. John na mama yako na Felix pia, ondokeni hapa haraka. John aliongea hayo akiwa amembana Bwana Masawe ili asiweze kufanya jambo lolote. Hivyo Felix na Charles walisimama na kwenda alipokuwa mama yao ili waweze kumsaidia aweze kusimama, waweze kuondoka. Kabla hawajapiga hatua za kutosha, ulisikika mlio wa bastola. Kila mmoja alishtuka kwa hofu na uoga mkubwa na kutazama kule walipo John na Bwana Masawe, jambo ambalo liliwafanya wabaki na mshangao mkubwa sana kutokana na kile walichokuwa nakiona mbele yao.
Muda huo damu nyingi zilikuwa zikimwagika kutoka mwilini mwa Bwana John baada ya risasi kupenya tumboni. Licha ya jambo hilo, Bwana Masawe hakuonekana kabisa kujali kile kilichotokea, kwani alimsukuma pembeni John na kusimama akiwa ameshikilia bastola yake vizuri. Diana na wanaye walibaki kwenye mshangao, mithili ya watu ambao moyo ulikuwa umesimama. Pesa zangu ziko wapi? Ilikuwa swali kutoka kwa Bwana Masawe, huku akipiga hatua kuelekea walipokuwa wamesimama Diana, Charles na Felix. Maneno hayo yaliwatoa kwenye mshangao mzito waliokuwa nao, huku kila mmoja akisogea haraka alipokuwa John, ambaye hakuwa na uwezo wa kuzungumza chochote. Wakati huo machozi yalikuwa yakiwatoka Diana, Charles na Felix, wasiamini kama huo ndio ulikuwa mwisho wa kumwona John. Jamani, nimesema pesa zangu ziko wapi? Hilo ndo swali langu. Nashangaa, machozi yanatoka tu, sijui shida ni nini. Bwana Masawe aliongea kwa hasira, kisha akamshika Diana ambaye muda huo damu ziliendelea kutoka kwenye paji lake la uso, japo hazikuwa nyingi. Hapo ndipo Diana aliona mambo yanaweza kuendelea kuwa magumu. Chazi, ndini mdogo wako, Diana aliongea kwa tabu, huku akiwa amebanwa shingoni. Bila kupoteza muda, Chazi na Felix walielekea mlangoni ili waweze kutoka haraka nje. Ila kabla hawajafungua mlango, ulisikika mlio wa pili wa bastola ambayo ilipenya mwilini mwa Diana. Charles alipiga moyo konde na kumshika mkono Felix, hivyo walifungua mlango na kutoka nje haraka. Hapo walianza kukimbia kuelekea getini, ila kabla hajafika getini, Bwana Masawe alikuwa amefika, hivyo aliwashika wote kwa pamoja. Mnahisi mnaweza kukimbia mikononi mwangu? Nataka niwaoneshe namna ambavyo pesa ni ngumu kuipata, hivyo hakuna anayepaswa kuwa na mzaha kabisa kwenye swala hili. Bwana Masawe aliongea hayo huku akirudi ndani na Charles na Felix ambao walikuwa wakilia na kutetemeka kwa uoga. Wakati huo sebleni damu ilikuwa imetapakaa. Sasa naona hamkufunzwa na wazazi wenu. Sasa mimi ndio ulimwengu, acha niwafunze kila kitu na niwaeleze ni yapi malipo ya ujinga ndio ufanye na kipi mnapaswa kupokea, hasa pale mnaposhindwa kushukuru baada ya kupewa msaada. Bwana Masawe aliendelea kuzungumza akiwa amewashika vizuri kabisa Charles na Felix. Mnaona hiki kilichowakuta wazazi wenu? Hiki ndicho kinakwenda kuwakuta na ninyi kama mtakubali kusema kweli na kunionyesha pesa ziko wapi. Bwana Masawe aliendelea kusisitiza na kuonyesha kabisa hana mzaha linapokuja neno pesa. Hakika Bwana Masawe alikuwa mtu wa ajabu sana. Sasa naombeni mkae hapo. Kaeni hapo chini. Kuna jambo nataka niwaonyeshe, jambo zuri sana, maana naona hamnielewi. Ni jambo gani hilo Bwana Masawe anataka kuwaonyesha Charles na Felix? Na kipi kitakuwa hatima ya watoto hawa
wadogo ambao hawajui kipi wafanye, na kusihi sana usikose sehemu ya pili ya mkasa huu, mkasa ambao naamini hautakuacha hivi hivi. Tukutane sehemu ya pili kujua kipi kitaendelea na ipi hatima ya Charles na Felix ambao wako mikononi mwa Bwana Masawe. Asante.